Mimi kama mkuu wa wilaya nimekuja, lakini naendelea kuwapa pole. Tunafahamu tukio lilitokea tarehe 21 mwezi huu wa 3 majira saa 2 usiku. Lakini yote yaliyotokea ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mizali tuko salama na tuna nguvu, na serikali yenu chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan haitoacha. Na ndio maana tuko pamoja tangu majanga yanatokea mpaka sasa tupo. Rai yangu kwenu, tuongeze umakini na namna mnavyojenga vibanda vyenu lazima mpate ushauri wa kitaalamu. Mwanzo vilisogeleana sana. Kwa hiyo inapotokea ajali ya moto, yawezekana siku nyingine tukapata maafa ya watu, lakini Mungu tu ameepusha hayo mambo. Kwa hiyo njooni ofisini kwangu, nitawapa wataalamu bure kabisa. Watashauri namna ya kuweka vibanda vyenu ili mradi maafa haya yatuondoke. Lakini pia naambiwa chanzo, kuna choo chetu kule, kuna mtu alikuwa anavuta sigara kutokana na taarifa ya ripoti ya mlinzi wa eneo hili ambayo amehojiwa, alikuwa anavuta sigara. Sasa ile sigara unajua kaidharau, yawezekana kimebaki kipisi, wanasema kile kipisi kakitupa, kaenda kukutana na vitu vingine vikasababisha moto ukawa una mlipuko mkubwa. Msasa na nimwelekeze mkurugenzi kupitia wakandarasi wanaozoa taka, eneo hili taka zisikae muda mrefu. Mtendaji wa kata upo hapa, uwe unatoa ripoti ili taka zichukuliwe kwa wakati. Naomba nikabidhi zibati 162 ili sasa na wataalamu wangu niwaelekeze waje wawashauri namna ya kuweka vibanda vyenu, ili sasa mtaangalia pale mlipopiga zimepelea ngapi. Basi tutaenda kushauriana na diwani wetu, viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi, ili mradi ampati mazingira magumu. Na wale ambao wanadaiwa kwenye taasisi mbalimbali tutafanya mazungumzo nao, kwa sababu tukio limetokea. Lakini pia kuna wajasiriamali, kuna fedha za 10% za mikopo ambazo tunaziita 442 kwa ajili ya wakina mama, walemavu na vijana. Na umri wa ujana sasa hivi umeongezwa kutoka miaka 18 mpaka 45. Kwa hiyo ni fursa sasa ya kukaa kwenye vikundi vyenu rasmi ili tuwape mikopo hii. Ili nitalibeba kama mkuu wenu wa wilaya ili kuhakikisha mnapata mikopo hii, mnarejesha shughuli zenu na mnafanya shughuli zenu kama kawaida katika Morogoro yetu na katika nchi yetu. Nimshukuru sana Mheshimiwa DC. Mheshimiwa DC ametusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Watu wanasema asiyekubali kidogo basi hata kikubwa hawezi kukubaliana nacho. Mheshimiwa DC, kwa kufanya hili ambalo ulifanya kwa kupata bati 162, hili ni jambo kubwa sana, na sisi kikubwa ambacho sisi tunachotakiwa kukuombea ni kukuombea kwa Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu, akupe maisha yaliyokuwa na afya njema, na uweze kuendelea kubaki hapa Morogoro na uweze kusaidia. Naitwa Shukuru Rajabu Magari, ni mwenyekiti wa mafundi seremala eneo husika lililopata janga la moto. Kwa upande wetu tumefarijika kwa namna moja au nyingine, hasa kwa ujio wa viongozi wetu ambao tunawategemea na bado wana nia njema na sisi. Kiufupi tumeathirika sana, lakini hatutaweza kuleta lawama. Watu wanasema Mungu analolipanga linafanyika wakati wowote. Mimi niseme tu, kwanza nipende kushukuru uongozi wote wa mtaa pamoja na viongozi wetu husika akiwemo DC kwa juhudi ambayo tuliweza kupambana nayo kuanzia mwanzo wa tukio mpaka leo. Lakini bado hawajachoka, bado wametutia moyo na kuongoza kuona kwamba tunaweza kusaidika kwa namna nyingine. Frida Antoni, tunashukuru mkuu wa wilaya ametufikia eneo la tukio, amewapa mafundi bati na kuchukua tathmini yetu, kasema atatusaidia. Kwa hiyo tunamuombea na tunamsubiria kwa sababu tumepata anga kubwa sana kwa hili. Kwa hiyo tunashukuru kwa ushirikiano wake. Hapa padogo alipopaonyesha tuko pamoja, na sisi kama mnavyoona tupo hapa. Tunatangatanga kiukweli kwa tatizo lililotukuta, kwa sababu hatukutegemea kama hili kitu kingetokea.
tunawashukuru wenzetu wenye serikali wametusaidia na waendelee kutupambania kwa sababu bado tulikuwa tunafanya biashara hapa, tunalala hapa na kila kitu kiko hapa. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo.